yake, ukaacha kumwamini Mungu kwamba hata mtu binafsi anaweza akamfanyia Mungu ibada na ibada yake ikawa ya maana na ya kupendeza sana mbele za Mungu. Yaani ukiishia kuamini tu kwamba ibada za makusanyiko ndo zina Mungu peke yake, unakuwa unamkosea Mungu. Hata ibada ya peke yako ni ya thamani sana mbele za Mungu. Ibada za makusanyiko ni za thamani sana mbele za Mungu. Lakini kama kuna mtu ataishia kuamini tu kwamba Mungu yuko tu kwenye makusanyiko, hayuko kwenye ibada binafsi, mtu huyo atakuwa anamkosea nani? Mungu. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja Danieli ambaye alionyesha uthubutu mkubwa alipokuwa amechukuliwa katika nchi ya Babeli. Lakini kule katika nchi ya Babeli kule akapata kibali sana. Basi alipopata kibali, ukisoma Danieli sura ya 6 mstari wa 1, Biblia inasema ilipendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Huyu Danieli akapata kibali kule Babeli katika kipindi cha utawala wa mfalme Dario. Alipopata kibali, akawa miongoni mwa wakuu 3 ambao mfalme Dario alitaka wamsaidia katika mambo ya uliwali. Lakini pamoja na kuwa miongoni mwa wakuu 3 wa mfalme, Biblia inasema kwamba mfalme akaadhimu moyoni mwake amweke yeye Danieli awe ndo boss kwa hao wengine wakuu 3, ili hawa 120 waliobaki, yani 117 waliobaki watoe hesabu kwa hawa wakuu 3. Danieli akapata kibali awe mkuu kuliko wote. Sasa wenzake wakamwonea wivu. Walipomwonea wivu, wakatafuta kila sababu ya kuhakikisha kwamba wamemwangusha Danieli, lakini hawakupata. Mstari wa 5 Biblia inasema ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Maana yake wakatafuta kumwangusha Danieli kupitia kwenye mambo yake ya ibada. Walikuwa wanamjua kwamba Danieli lazima anamfanyia Mungu ibada. Basi Biblia inaonyesha kwamba Danieli aliendelea na utaratibu wake wa ibada ya kwake binafsi. Tutasoma hapa mstari unaofuata hapa kidogo. Mstari wa 10, Danieli sura ya 6. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Hii inaonyesha wazi kwamba Danieli alikuwa na sali, lakini mazingira yake ya kusali yalikuwa magumu. Hayakuwa na uhuru wa kuwa kwenye ibada za makusanyiko, lakini ibada yake ilionekana kuwa bora na ya thamani mbele za Mungu. Mungu akawa anaijua ile ibada. Kwa kuwa wenzake walikuwa wameshamwonea wivu,
wakajua hawawezi kupata sababu nyingine ya kumshtaki Danieli na kukosoa uongozi wake, kukosoa utawala wake, yani kukosoa kwamba kiasi kwamba akose kibali kwa mfalme. Biblia inasema wakatunga sheria ya mpito kwa muda wa siku 30, watu wasiabudu Mungu mwingine ila watu wapige magoti na kumsujudia mfalme Dario. Basi Biblia inasema maamiri wote, manaibu, mawaziri na wakuu wengine wote wakamwendea mfalme wakamwambia, tumepitisha sheria kwamba kwa muda wa siku 30 asiabudiwe Mungu mwingine ila wewe mfalme. Basi Dario hakujua kama ni rafiki yake anayetafutwa, maana Biblia inasema kwamba alimpenda sana Danieli. Basi Biblia inasema wakakusanyika wakamwambia mfalme, kuna mtu mmoja hakutii kabisa wala hakuheshimu. Kwa nini? Hajaifuata ile sheria tuliyoiweka. Biblia inaonyesha kwamba mfalme ndipo anashtuka kwamba kumbe hii sheria ya watu wasiabudu Mungu mwingine ila waniabudu mimi, kumbe aliyekuwa anatafuta ni Danieli. Ukisoma mstari wa 14 Danieli sura ya 6 utagundua kitu. Mstari wa 14 Biblia inasema, basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana. Hakumkasirikia Danieli bali aliwakasirikia wale. Akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Mstari wa 15, ndipo watu wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme wakamwambia, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi, lisibadilike neno lolote lilo marufuku wala amri yote iliyowekwa na mfalme. Kwa hiyo wakapeleka mashtaka kwa mfalme kwamba Danieli hakutii wewe wala hakuheshimu. Na Biblia inasema mfalme aliposikia yale maneno alikasirika sana. Alipowasirika akatafuta kumwokoa rafiki yake, lakini haikuwezekana. Wakamwandama mawaziri, maamiri, manaibu, maliwali wote, wakamwambia lisibadilike neno kuhusu Danieli. Basi mfalme hakuwa na namna, akatoa amri Danieli akamatwe akatupe kwenye tundu la simba. Yani adhabu ya kipindi kile ilikuwa ni tundu la simba. Mstari wa 16 unaonyesha basi mfalme akatoa amri na wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Nataka tu tuone ibada ya kanisa. Kanisa ni nini? Kanisa ni mtu aliyeitwa na Mungu atoke gizani ili awe mwabudu Mungu. Kanisa ni mwili wa Kristo. Yaani wewe uliyempa Yesu maisha yako, ambaye Bwana Yesu ni mwokozi wako, wewe ni mwili wa Kristo. Wewe ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo anayewajibika kulitetea kanisa lake ni mwenye kanisa. Hapa tukimwona Danieli tumnukuu kama kanisa. Tumuite Danieli kanisa la Bwana na tuitafakari ibada yake na matokeo yaliyotokea kwenye ibada yake aliyokuwa anaifanya. Ibada ya Danieli inaonekana wazi kwamba Mungu alikuwa anaijali na Mungu alikuwa anamhesabu Danieli kama kanisa lake. Na hiyo inatokana na matokeo yaliyotokea baada ya Danieli kutupwa kwenye ile tundu la simba. Biblia inasema mstari wa 17, baada ya Danieli sasa kutupwa kwenye tundu la simba, likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari ya Danieli. Maana yake lisibadilike neno lolote kuhusu kanisa. Ni muhuri
wa maneno, muhuri wenye maneno ya mfalme Dario. Basi ukitaka kujua kwamba mfalme Dario alikuwa na huzuni kubwa kwa kitendo hicho, mstari wa 18 unaonyesha kwamba alipotoka kwenye tendo hilo mfalme Dario, hivi nasema kwamba kisha akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Maana yake alikuwa anamwombolezea rafiki yake Danieli. Asubuhi, mstari wa 19, mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia ile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli,